We, mambo vipi wadau? Na natumaini tuko poa sana. Ila leo bwana, nimekuja hapa na kitu kimoja ambacho tulitamani tusome hichi kitu hiki wanakiita OOP, Objective Oriented Programming. Hasa hichi kitu sisi tunakielewa, ila mimi leo tumekuja tuone kwenye C hichi kitu unakitengenezaje ndani ya huu mfumo unauwekaje ndani ya program, ndani ya lugha C. Wanasema waliongeza kwenye C++, wakaweka sijui kwenye Java, wameweka kwenye nini, ila kwenye C wanadai haipo. Lakini chini ya carpet hii kitu, hizi lugha nyingi zinaitegemea C kufanya hichi kitu, kufanya huu mfumo. Kwa hiyo wanauandaa kwenye C++. Baada ya kuandika class yako kuna private na public. Lakini pale kwenye private ambapo wao waliweka kwamba inakuwa ni private, kwamba hata kama mtu anaandaa data zake au anaandaa class yake au anatengeneza mfumo mkubwa, anaweka ile private ili kuzuia mwingine asiingie katika nani yake au kuharibu kodi zake, kufanya nini. Ila kwa ndani kabisa ni mfumo ambao walitengeneza ni ujanja tu wa private, kwamba inakuwaje ni basi kuna compiler iko mle waliongezea, ambayo inakuwa yenyewe kama ikikuta sio mhusika itafanya kitu kimoja, haitaweza kurani au itafunga. Hayo yote tutakuja one day, yes, Mungu akijalia tutakuja kuyaona. Ila leo niko hapa hii mfumo huu kuja mpaka kuja kuweka katika lugha au hizi lugha mpya na nini, ina tabia zinakuwa kama ni tabia au ina hatua 4 kubwa ambazo za kuweza kuitengeneza huu mfumo ndani ya lugha. Zimetengenezwa yani huo mfumo ulikuwa kama na hatua 4 hivi, kama ni 4 na kukamilisha kuingiza huu mfumo wa Objective Oriented Programming. Inamaanisha waliingiza ni mbinu, lakini kutoka huku kwenye hii lugha wao waliingiza hii kitu ndani ya ile mifumo, ndani ya hizi lugha zilizokuja hizi ambazo zilitoka baada ya C zikaja zingine, wakaingiza huo uwezo kwa kutumia kama hatua 4 hivi ambazo ni sheria zake kuu hivi ambazo lazima mtu azifate ili aweze kufanikiwa. Ya kwanza ni hii wanaita encapsulation, sijui encapsulation, mimi sijui Kiingereza, tanisamee. Encapsulation ambayo kwanza unafunga data zako, yani unazichukua zile data zako, unatengeneza data zako, ndio ile class sasa unayoianzisha pale juu, ni unazifunga data zako zote sehemu moja, ndio wakaita yenyewe hivi. Lakini kwa mimi naelewa kabisa kwamba hao wanafunga wameweka sehemu gani, ambayo ni sehemu ya memory ambayo wanakuwa wameifunga, inakuwa inaenda eneo fulani kama instruction, kama maelezo tu pekee kwamba inatakiwa ifanye nini. Kwa hiyo hii kiundani zaidi, hii haina umaana kwenye kompyuta zaidi. Wao baada ya kuandaa hiyo mifumo wakaipa hizi hatua. Hii hatua ya kwanza ndio hii, una ufungaji data zako. Alafu inakuja hatua ya pili. Hatua ya pili ni hii abstraction. Hii unaficha hii ni kuficha zile kama jinsi unavyoiona class, unavyoandika class. Inapokuwa umeandika class kwamba wewe unayekuja kuitumia ule mfumo wa OOP, inamaanisha unakuta zimefichwa hizi, yani zile nani zimefichwa. Wewe unaandika tu pale class, yani unaandika pale class, unaweza kuandika class kule, wanapokuja kukutana napo ndo mtu anakuja, sijui utakome nielewa. Kwa hiyo unakuja kuandika tu class pale, unaenda. Kwa hiyo hii ndio mifumo ambayo waliweka hatua ya kwanza, ikaja ni
encapsulation mimi Kiingereza kinanipa shida. Abstraction hii ili mtu aje atumie hizo kodi kwa wepesi. Inamaanisha kwamba wao chini ya carpet, baada ya kuficha wao chini ya carpet unakuta wameweka kodi zao, lakini nyuma ya carpet lugha zote unazoziona zinapitia hatua hii ili kucheza na objective hii OOP kwenye hizi lugha zetu ngeni zilizokuja. Kwa hiyo ukielewa hivi vitu hivi vyote, inamaanisha unakuwa tayari sasa unaanza kutengeneza ule mfumo wa OOP katika wanaingiza hivi, ndio wanavyoingiza hizo mifumo. Na unakuja ya 4 inaitwa inheritance. Yoya, mimi Kiingereza ndio hivyo. Inheritance. Baadaye sasa unakuja kukifanya wao hapa baadaye, ambao inazalisha vipengele, yani pale unapokuwa wewe unaongeza shughuli kazi. Kwa mfano labda tuchukulie Voda au mitandao ya fedha, wanavyozidi kuongeza vipengele ndio inakuja hii ngoma, ndio inatumika yenyewe, ndio hii hatua wanaidai yenyewe ndio inakuja inaongeza zile data ambazo zinakuwa unaongeza kazi, matumizi ya kazi tu, kwamba mfano huyu katengeneza hiki. Kama mifumo mikubwa wanatumia hivi, kwa hiyo yenyewe inakuwa haihitaji sijui nini ufumue data zote, yani wewe ni kuongeza, kama unaongeza button tu, kwamba inaongeza shughuli, inaanza kuchukua vile vipengele vya nyuma ilivyokuwa nafanya kazi, unatumia vile vile kuendeleza, yani kukuza. Labda tunaona Google inakuwa kila siku vipengele vinaongezeka, kwa au labda unaandika labda menu za Tigo Pesa zinaongezeka, kwamba au Voda inaongezeka. Ina maana kwamba hiyo tabia inayokuja hapa ni hii objective ambayo inaenda kufanya, labda kama benki wanaongeza huduma, zile huduma zinazoongezwa ndio wanakuja wanaongeza katika mazingira, bado ni vipengele ni vile vile hiyo lakini unakuja unaiona kama vipengele vinakuwa ni vile vile, lakini wanakuwa wanaongeza matumizi. Kwa hiyo ndio hii hatua ya, ukielewa hii hatua ndio unajua kabisa hii hatua ndio inaongeza kitu, inaongeza tabia, matabaka ndani ya OOP. Sasa kuna ya mwisho ambayo ni inaitwa na I think inaitwa polymorphism. Hii sasa ndio inakupa sasa ndio hatua ya mwisho ambayo unaenda kuiandika, kwenye main function yako. Sasa hapa ndo unakuja unavipa uwezo wa utendaji kazi, ndio sasa zile object zako ndo unaanza kuingiza object kwenye mifumo yako. Kwa hiyo hizi ndo hatua 4 ambazo zinajenga OOP. OOP ndo inakuja kujengwa na hizi hatua 4. Kwa hiyo wewe utazifuatilia huko. Mimi nilikuwa nataka tu nikutoe kwamba kwenye mifumo ya kisasa ndo wanatumia hizi mbinu kuingiza hizi OOP, na unakuta hiyo unaandika class, na kwa hiyo hizo hatua zote ndo za muhimu ambazo zinahitajika uandishi wa hiyo OOP, objective oriented programming. Ndio huu mfumo walivyouingiza na hizi hatua zilizoingiza, lakini nyuma ya carpet sio hivi vitu tu, ni kama ni majina vilipewa na hatua za kupita kwa watu wanaotaka kutengeneza mifumo ya OOP. Labda una lengo la wewe kutengeneza lugha yako, una lengo la kufanya. Kwa hiyo hizi hatua ndio utazozipitia wewe kuanza kutengeneza yani nani zako, kila kitu na usalama sijui nini. Kwa hiyo ndio hivyo, kama alivyotengeneza C++ akaweka kuna private, kuna public, ambavyo ni mifumo tu anaongeza engine ndani za kufanya hizo kazi. Kwa hiyo ukihitaji endeleza kusoma. Sasa mimi hivi vyote nitaviua, siji niviache. Labda niseme tu kwenye kipengele kimoja, labda nikipiga hapa na hapa hii, kisha okay. Hii mimi sitana hizi ndo hatua zinazoenda. Hizi ni hatua za kwanza. Hii hatua ya kwanza ni ile unaandika class.
ambapo hii hatua ya pili ni ile wewe unaidefine ile class iwe, yani sasa unaitengenezea njia. Hii sita hatutalisoma sana, nilikuwa nakuonyesha tu njia, ila sasa mimi nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo kwenye C unaweza ukaandika OOP, ukaingiza OOP na ikafanya kazi kiundani. Tunachotakiwa ni include. Cha kwanza include nini? Tuna include stdio.h include, sorry, include.h, alafu then niandike niweke hivi stdio.h. My god, ngoja tunifanye hivi kidogo, nirudishe zile nani zile. Okay, sasa hii hatua hii ya kwanza, ngoja kwanza kidogo hapa tuanzie hapa. Kuna hatua hapa tutazipita, ila tutaona tufanyeje. Kwa sasa hapa mimi ndo nitaandika include alafu include stdio.h, nitafunga, alafu nitakuja niandike niongeze hii is not defined, niende kwenye include ipo hapa chini, ambapo nitakuja hapa alafu niandike stdlab, yep. Alafu hapa sasa, hapa ndo naenda kutengeneza mfumo wangu wa objective ambao nitautumia kwa hiyo kama class. Kwenye C lazima uelewe vitu vitatu ambavyo vinatengeneza hiyo class. Mimi tunaita class kulingana na lugha zetu ambazo zinazofahamika. Hapa lazima utatumia kitu cha kwanza, utumia struct kutengeneza hiyo class. Struct, hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili utatumia kitu inaitwa, hii kitakuwa ni function. Cha tatu tutatumia kitu kinaitwa pointer. Hizi lazima uzielewe, pointer. Yeah, ndio utatumia hii pointer. Hii ndio itakuruhusu wewe kutengeneza hizo class katika kompyuta yako, katika lugha yako C, na ndio mfumo wao. Hata hizi hatua zote hizi hatua zote zinazopitiwa hizi zinapita hapa kwenye hii lugha, ambayo kwa wao ndo wametengeneza hiki, lakini kinapita huku chini ya carpet. Ni hizi njia ndio inazokuja kuzipitia hii struct, function na pointer, sawa. Na hizo niseme tu na variable. Kwa hiyo kivyovyote tu, kwa sababu variable nazo zinatumika, tunakuja kwenye variable, tuseme variable. Kwa hiyo ndio wanaenda kuzitumia hizo. Kwa hiyo hichi ndio kinaenda kutengeneza na kutengenezea class, au jina jingine ni struct. Hizi ndio mfumo wa OOP au objective oriented programming. Kwa sasa hapa ndio tunaenda kuifuma kwamba wao mbinu ukiandika class ndani, labda class ya kitu fulani, labda umetengeneza labda ni mimi niandike type div, I think niandike kitu kinaitwa type. Mimi siwezi kuelezea sana. Type div struct.
Okay, hapa niandike benki, alafu then nitaweka hizi bano, alafu nitafungua. Sasa hapa ndo naenda hapa, kama vile ninaandaa aina ya data ambayo hata hizi library kubwa tunazoziona labda za GUI, niseme kama mfano za library ya na library hapa ya GUI ile ambayo inataka kunitoka jina, ambayo na yenyewe mifumo inayotengenezwa hii struct ndo mfumo ambao unakuruhusu kutengeneza vitu vingi, kwa sababu hii ndo inakuruhusu. Sasa hapa hii inayotengeneza hapa inamaanisha ndo naenda kutengeneza nini encapsulation pamoja, itakuwa hichi kipengele ndo nitakuwa nimekiweka mimi. Hivi vipengele viwili ndo vitakuwa ndani ya hii brain, kwa sababu nitakuwa ya hatua ya kwanza nitazifunga katika eneo moja, sawa. Alafu itakuja hatua ya pili, hii ni kisha unaficha yaani, kwa hiyo hapa unaenda kuweka kila kitu, ugumu wote unakuja kuweka hapa. Kwa kila kitu hapa ndio itakuwa hii ina hizi njia zote mbili hapa. Kwa hiyo hizi ndio itakuja kuvipata hivi vipengele baadaye kwenye ulisi huko, kwa sababu ndio tunakuja kuvipata huko. Kwa sasa hizi ndio hatua inayopita hata kwenye lugha hizo, lugha unazoziona hizo objective, hizi objective wanaziita hizi zenye OOP unayosoma, maana chini ya carpet wao tayari wameshaziingizia huu mfumo. Chini ya carpet linakuwa hivi, ila kwenye C wewe ndio kila kitu. Sasa hapa mimi nitaandika labda ninaandaa ya benki, kutoa labda kuangalia salio na kutoa pesa. Kwa hiyo nataka ambayo inakuwa kidogo sio nani sana. Sasa hapa mimi nitaandika labda niweke password, au mimi siweke password isiwe ndefu, tuandike tu kama, kwa sababu ni mfano, tunaandika tu jina, tunaandika char pointer jina. Okay, nitafunga hapa. Nitakuja niandike float, alafu pesa, nitafunga. Sasa humu kwenye lugha C au hii lugha hairuhusu kuweka function ya function nzima, ila kitu unachojua kukitumia, mbinu unachokuitumia, unaitumia mbinu hii ambayo inaitwa ni int. Hii ni function, ila unaandika function pointer ambayo unaiambia kompyuta kwamba hii nimeweka humu sio function ya kawaida, bali ni function ya pointer. Kwa hiyo uandishi wake ndio unakuwa hivyo. Utaweka hizo bano mbili kuifunga, afu utaweka hiyo star, afu zenu utaandika labda, kwa sababu unatengeneza ni ya benki ambayo labda ni ya kuangalia salio. Hii sasa ndio itakuwa kama hii itakuwa kama button, kwamba hiyo button sasa ukibonyeza ndio itakuja ikuletee majibu yote kwa kupitia hii class au hii benki. Sasa hiyo button niseme kama hivyo. Sasa hapa utakuja, kwa sababu ninaangalia salio na hii ni function, na function asilia yake ukiangalia kwenye uandishi wake, tukienda kwenye uandishi wa function unakuwa style hii. Labda wengi tumezoea kusema na jina, alafu utaweka zibano, utaweka hizo argument utazotaka na hizo parameter utazotaka ndani. Labda hii ni variable, labda Juma, labda int number, labda int x. Ngoja tu nifanye tu int c, alafu then labda naongeza tu labda ni ya, kwa mfano kama hapo tu tuchukue tu mfano, hii nataka iwe function. Kwa hiyo hapa nitachukua hilo jina, nitaweka tu hapa jina, alafu hapa jina, alafu hapa taweka pesa, alafu hapa labda na kuendelea. Sasa ndio hivyo na kuendelea, utaanza kuweka hapa hizo parameter zako ambazo zitaingia huko.
ila sasa tunapokuja kuandika function ya pointer, ina maana hii ni location pekee, yani humu vinavyokaa ni location pekee, kama instruction ya computer kuielezea kwamba niandalie eneo, nimeomba eneo ndani ya computer ya ndani ya RAM kwamba niandalie eneo ambayo nitaingiza hizi data zangu. Kwa hiyo hii ninayoweka hapa ni function ambayo nitaitumia huko chini. Kwa hiyo hapa sasa wewe ndio unajua kwamba hii inarudisha nini. Hii ni int, kwa sababu ni ya hesabu, tafanya ni int, alafu then hapa nitaandika labda weka pesa, sawa. Nitafunga, nitaendelea. Ili kuiruhusu utaweka tena hizi bano ili uweke aina ya data, kwa sababu hii tumeandika type diff. Hii type diff ina maana ya kitu kimoja, wewe hapo ulipo, kwamba unairuhusu kurahisisha uandishi wako. Kwa hiyo kwa sheria yake itabidi uje uandike hapa. Mimi nitaandika jina miamala ambayo nitalitumia baadaye, miamala, alafu tena nitafunga. Sasa hapa ndo utakuja kuandika hiyo type data yako. Utaichukua hii struct benki yote hii utakuja kuiweka hapa, kwa sababu kompyuta inasoma, kwa sababu itakuwa tukitumia hii ina maana kompyuta itaanza kusoma kutoka juu, hapa haitafikia. Kwa hiyo haitatambulika, inabidi uanzie kuweka hii ya juu. Kwa hiyo sasa hapa nitakuja kufanya, nitaandika struct alafu nitaandika bank, alafu nitaweka hiyo pointer kwa sababu ni pointer, alafu then nitakuja niweke hiyo, ndo nitaitambulisha tena hiyo miamala kwa sababu nitatumia chini huko, alafu then nitafunga. Alafu hapo hivi tayari nishatengeneza, hii ni wanaita function. Kwa hiyo uandishi wake utabaki, yani hapa ni sawa na mtu alioandika zile ile akaandika hapa ni int weka labda akaandika hii weka pesa, weka copy, weka pesa, control V, alafu ni sawa. Alafu ndo akaja hizi block, akaweka hizi block hizi, akaweka hizi block, alafu akaanza kuandika hizi parameter, kwa sababu hata hii ni type of data, yani hata hii ni type of data, sawa. Hii ni type of data ambayo wewe umeitengeneza, sije hapo umenipata. Kwa hiyo unaanza kuweka ndani parameter zako. Sasa unachukua unaandika kuweka parameter zote unazoziingiza hapa sikufunga hapa, okay, bado sijafunga. Kwa hiyo ndivyo hivyo, kama hiyo function inavyotengenezwa utaona huko. Sasa kwenye hii function ya pointer ina method kwamba hauwezi ukaandika hivyo ndani ya benki, ndani ya hii class au ndani ya hii struct uweze kaandika. Kwa hiyo hii utaipa kama location tu katika RAM, kwamba maelekezo kwamba bwana sehemu fulani kuna kitu fulani nitakitumia baadaye. Kwa hiyo na yenyewe kompyuta itakutengea eneo. Sasa baada ya hapo nitaandika tu hizi nani zangu. Sasa utachokiandika hapa hakikisha na kule kwenye function utazoenda kuiita hapa itakuwa na hivyo vitu hivyo, aina za data hizo. Kwa sasa mimi hapa labda niweke jina, niweke labda nitaandika tu yoyote, labda niweke int, nitaandika yoyote tu kwa sababu ni kuingizia tu nani data. Hizi zinaitwa method. Hizi sasa ndo naandaa method ambazo kule kwenye class zipo katika uandishi. Utaandika hii method ambayo nitakuwa labda nitaweka x, nitabana, nitaweka hii nina float, nitaweka labda niweke tu hapa char, kwa sababu pale kuna char. Nitaweka hii char kwa sababu ni maneno, nitaweka char, alafu x, alafu huko nitaweka int float, ni pesa, float, alafu labda z tafunga. Hapa nitakuwa tayari nimeshatengeneza class yangu ambayo nimeshanipa, ambayo hii ni struct. Kwa huko ni struct. Sasa hapa ndio hii kwa jina inaitwa, hizi ndo maandalizi ya method. Hii ni method kwamba unapopitisha data zako, yaani unapopitisha data zako hizi zinaitwa method.
function hii inakuwa kama method. Sawa. Kwa sasa unapokuwa hapa umeshakamilisha ule uandishi wa kwanza, ndio huu kufunga data zako maeneo yako na kila kitu na urahisi wa uwepesi wa uandishi. Kwa hiyo sasa hapa vitu vyote vitakuwa umeshaviandaa. Kwa hiyo kitachokuwa kimebaki itabaki hii baadaye ambazo utazifanya kama sasa. Hii ndio tunaenda kuifuata hii hatua ya tatu hii ambayo itaenda kuwa maana hii polymorphism hii ni ya mwisho ambayo inakuletea hichi kitu hichi ambacho sasa hii tunaenda kwenye hatua ya pili ambayo ni hii hapa ya tatu ambayo ni hii hapa, ambayo hii hatua ya tatu yenyewe utaandaa function. Mfano hapa nimeandaa function ya kutoa pesa, weka pesa, kuweka pesa. Kwa hiyo siwezi kuiweka tena jina likawa hili labda nikasema hivyo, kwa inabidi nibadilishe. Kwa hiyo hapa nitaandaa function sasa. Hii ni function. Sasa ndio tunaenda kwenye uandishi. Hii bali ni function ya pointer ambayo inakuruhusu wewe kuingiza data zako. Sasa mimi hii nimeshaandaa button moja ni ya kuweka pesa peke yake. Kwa sasa mimi nitaandaa sasa function ambayo nitaita int kwa sababu inarudisha, ambayo itakuwa nisema weka fedha. Weka fedha nitafunga. Humu ndani nitaita aina ya data yangu ambayo nilishaiandaa ni hii miamala. Nitaiita kama pointer kwa sababu hapo tukisana na pointer miamala. Sawa, miamala nitaweka ni pointer aina yangu ya data, na variable yangu itakuwa ni nini? Niseme weka. Nimeandaa weka, au niandae niseme salio, alafu nitafunga kwa sababu hapa nitaweka parameter nyingine inichukulie labda jina chochote, labda float. Mimi hapa nitaweka ila hapa nitoe jina, labda ni mfano tu, iache tu hivyo jina kwa sababu ni mfano tu. Alafu hapa niweke tena char, niongeze tu hivyo hiyo variable hiyo nani ichukue char, alafu niweke hii, alafu then niweke labda c hapa, alafu niweke hapa mbele ni kuna float ni fedha, hapa niweke tu c au d. Hapa nitafungua kama function yangu sababu ni nje kabisa ya hiyo structure nitaweka. Sasa hizi ndo zinaitwa method ambazo ni njia, yani inapitisha, na hii ni method pia inayosubiria hizi njia ziingiziwe hizo data. Sasa nikishafanya hivi tayari mimi najua kukifanya, kwa sababu hapa sasa ndo tunaanza kuwa hizi ndo method za kupitishia. Sasa objective zako. Sasa hapa tunachojua kufuata ni miamala, ambayo kitu tunachojua kukifanya hapa, labda hii inataka tu weka fedha, miamala weka fedha salio. Kwa hiyo hii ni kuweka fedha. Kwa hiyo nitachojua kukifanya, nitaingia kwenye salio, ingia ndani. Ukitaka kuingia sasa unaingia ndani ya hiyo nani hiyo wanaita class yako, hiyo ndani yake ambapo kuna vitu au hiyo struct. Kwa hiyo unaingia kama pointer kwamba mshale inaelekeza wapi, nielekezee kwenye float pesa, ambayo itaingizwa itakuwa itaongeza kwenye kwa sababu hii ndio tutayoingizia fedha, kwa sababu hapa ndio itakuwa inapita. Kwa hiyo utaingizia ambayo itakuwa ni plus ni sawa na d, afu utafunga hapa. Baada ya hiyo tukio ifanye kitu kimoja, iprint ionyeshe
salio lililoongezwa, salio lililoongezwa pap. Alafu tutakuja hapa tutafanya hivi, salio lako jipya, niseme hivi, jipya ni T shilling, tunaweka hivi, tutaweka hivi, alafu tutaweka nukta mbili F. Alafu huku nitasema kwamba itakuwa itaongeza kwenye salio, uingie ndani yake, kutakuwa na hiyo, ndio itakuwa wanaongeza pesa. Hapa mimi nitakuwa nimemaliza. Sijui umenipata. Sasa hii tayari tumemaliza. Hii ni method ambayo inapitisha hizo object. Sasa unapokuwa ninapoenda sasa kufanya sasa hizi matukio. Sasa hapa sijaingiza bado object, ila hapa nimefanya hizi method za kupitishia hizo details zangu au nani zangu. Sasa tunapokwenda hapa ni kwenye int main. Sasa hapa ndo naenda kuingiza objective zangu, kwamba hapa ndo naenda kuingiza object zangu ambazo itakuwa sasa hapa. Hii object inakwambia kwamba ni salio, sawa, ni weka fedha. Kwa hiyo hii sasa ni kama button. Sasa inatakiwa hii iunganishwe na hii function hapa, ili ituletee tuweze kuingia ndani, ili tupate calculation, kwa sababu tunachokitumia ni hii class inayotumika ni hii tu moja, kwa inakuwa inacheza na data. Kwa hiyo nimeshaandaa nani yangu. Sasa ninataka niingie niweke object hizo objects zangu, kwa sababu hii sasa, kabla ya vyote uomba nafasi ya kufanyia shughuli zako. Nitaiomba nafasi ya hii nini, hii type data yangu, ili niweze kutumia. Kwa hiyo nitaiomba computer inipe nafasi. Kwa sababu ukitaka kuiomba computer kupe nafasi kwenye hii data zangu, kwa sababu ndio unajua ina byte ngapi, kwa sababu hapo tusiongelee masuala ya byte ya byte ngapi, tuendelee kusoma. Kwa hiyo hapa tunakuja tunasema miamala hiyo. Alafu niseme labda niipe tu labda niseme jina gani hapa, niseme tu ATM. Sawa, ni sawa. Sasa hapa tunaenda kuiomba. Sasa ukitaka kuomba nafasi kwenye RAM ambayo ikupe hiyo nafasi, hilo nitakuwa ni njia nyingine ya kucheza na RAM. Unakuja utaweka hizi bano, sawa, utaandika miamala, afu utaweka hii pointer. Hii computer itakuwa inaelewa kwamba unaomba location sehemu gani. Alafu utakuja hapa utaandika malloc, alafu utaweka hizi bano mbili, sawa. Utaandika size of, ambayo wewe ujue utaweka data gani, size ataweka size gani, data za size gani. Kwa hiyo wewe utaomba size of ambayo utaandika hivyo, then utaipa miamala, kwa sababu ndio unayoitumia. Utakuwa umeomba miamala. Kwa hiyo hapo utakuwa umeomba nafasi kwenye RAM, na hakikisha hii nafasi unayoiomba ukimaliza uiweke free, maana utatumia tena baadaye. Maana ukiacha sipoweka free ni makosa katika kompyuta yako, na itafanya data, ndio mnaita data leakage, data nini, mimi sijui Kiingereza.
Sasa baada ya kuiomba nafasi, sasa hapa ndo naanza kuingia ndani. Sasa mimi niseme huku nataka tuingize hii tuingize hapa kwenye hii class yetu, tuingize fedha labda za kigeni. Sasa tuna hapa naandika ATM, yani labda maybe okay, niweke hapa account okay. Sasa hii account sasa hapa mimi nitaandika account alafu then niingie ndani ya hiyo account ni ndani yake kwa sababu ni pointer. Weka pesa okay, pesa humu kwenye pesa niweke ni sawasawa na 50,000 ndo akaunti yako ina hiyo fedha, sawa. Sasa ninapokuja hapa ninatakiwa sasa niunge hii function hii method na hii method. Hii pia ni method inayosubiria kwa maelekezo kama ya pointer, kwamba hiyo ni location. Kwa hiyo location hii nayo ni method pia inasubiria kwamba tuiunganishe hii na hii ili iweze kututolea majibu kama hii inakuwa kama button hii function. Sijui umenipata? Sasa ili kuiunganisha, wewe utachojua kukifanya, tunaunga hii na hii kwa sababu jina la hii function ni ili ndio inaenda kutumiwa. Sasa unakuja hapa unaangalia hii inaitwaje, weka fedha. Okay, weka fedha. Nakuja hapa naandika account pap, alafu nitaweka hapa, alafu nitaweka hivi, imeniletea, umeona iko hapa, nitaiweka. Hiyo ni function ambayo nitasema ni sawa na weka fedha. Okay, weka fedha, nitafunga hapo. Nitakuwa nimemaliza, yani nimeshaiunganisha kati ya E na A. Sasa kazi yako wewe sasa, kwa sababu hii tayari itakuwa inakupa majibu ya fedha zilizoongezwa, na hiyo ndio kazi sasa. Sasa hizi ndio objective ambazo zinaingia unaanza kuzigusa kuingiza ndani ya class yako. Hizi ndio objective ambayo wanazoziongelea. Sasa huu ndio mfumo wenyewe unaitwa OOP kwenye lugha ya C, ndio tunakuja tunasema hapa. Sasa nikihitaji sasa nione tayari hapa nimeshapata account, tayari nimeshaziunganisha, kwa hiyo nina uwezo wa kuongeza kiasi chochote kile. Kwa sasa hapa ni tufanye kitu kimoja. Niseme niingie labda weka fedha, niweke tu hapa weka fedha hii hapo. Nikiweka hizi bana itaniletea hapo kwamba hata uandishi wake umekuletea hapa kwamba unajua kabisa hapa ni miamala ni salio. Okay, hapa nitaandika account, ndio inayokuwa hapa account. Nitaweka account, alafu then nitaweka hiyo lock hapa, nitaandika labda jina, ila huku sikuprint na chochote, huku sikuprint jina lolote, ila nikihitaji niliprint naweza nikafanya hivi salio liliopo labda niweke hapa, salio liliopo ni hilo, labda naweza nikaprint ili jina la mtu huyu hapa. Inawezekana kwa sababu inaruhusu, kwa sababu hapa niseme ni print hivi labda C. Itakuja hapa niandike salio lako Juma, labda niweke hapa, niweke hivi. Hii itaanza ile itafuata hii, kwa hiyo tutoe hii hapa tuweke hapa C, ambayo inakuwa hivyo pesa hapa ni pesa. Kwa hiyo hapa itakuwa ni S salio lako labda jina, alafu jina
salio lako, salio la salio la juma jipya ni hiyo. Tuweke tu hivyo, tusichukue muda sana, tuweke tu hiyo. Alafu hapa niweke hizi na hapa niweke hichi kitu. Okay. Kwa sasa hapo nitapokuja hapa nitaandika account, alafu then nitakuja hapa sababu hii nitafanya kitu kimoja, nitaandika kwa hiyo sasa hii imenipa hapa ni account, alafu then weka fedha ina salio, ina chali na jina. Okay, nitakuja hapa nitaandika jina labda NK, alafu nitafunga hapo, nitakuja niandike labda tunaongeza shilingi ngapi, tunaongeza shilingi 2000. Kwa hiyo jumla kule itakuwa shilingi 7000. I think itakuwa shilingi 7000. Kwa hiyo hapa nikija nikarun, inamaanisha kule itaniletea shilingi salio lako NK jipya ni shilingi 7000. Sasa kwa hiyo ameongeza shilingi 2000. Kwa sasa hapa sasa hizi ndio class. Kwa sasa hapa nitapokuja kukifanya mimi sasa nataka niongeze button niongeze button ya kutoa pesa. Kwa sasa hapa nitachukua tu copy, alafu nitashuka chini hapa, ni Ctrl V, hapa niandike toa fedha, alafu another float salio jipya inakuja ni toa fedha, hapa ni kutoa, labda itakuwa ni mistake, alafu salio pesa. Okay, salio pesa. Okay, hapa ni kutoa, alafu then inakuja kingine nachokiona hapo kibovu ni Juma sijui nani salio. Okay, kuna kitu kingine cha kuchange hapa hakipo. Sawa, sasa mimi nakuja naongeza tena hapa, kuongeza hii method ya kutoa, tena ya kutoa. Nitachukua hii copy, nitakuja hapa, nitaandika V, hapa nitaweka kutoa, alafu huku chini huku niandike hapa, itaingia kuna 5000. Hapa nitachoweka weka pesa, hapa naweka toa pesa, weka fedha, toa pesa, toa fedha, alafu weka fedha, toa fedha. Pia naweza nisiandike hata hii toa fedha, nikaweka ili neno hili tu lote hili account toa fedha, bado ikaniletea majibu yale kwa sababu tayari nimesha i-connect, yani nimeshaiunganisha. Sasa hapa ni kutoa fedha, maybe kwa sababu kutakuwa kuna hela kokote no. Kwa hiyo kuna 5000 tunataka tutoe 2000. Kwa hiyo tuone hapa huu mfumo unakaaje. Tunaenda imebaki 3000. Kwa hiyo salio la NK jipya ni shilingi 3000. Kwa hiyo labda ninaongeza button ya naseme naongeza button labda kukopa, kufanya nini. Kwa hiyo huu ndo mfumo kwenye C hadi leo hii wanautumia, na hata hizo class au hiyo objective kwenye lugha objective oriented kwenye lugha nyingine ndio wanavyocheza navyo chini ya carpet. Sema kwenye nani hapa, sorry nilishindwa baada ya niliomba nani Maroc, afu sorry nilishindwa kuweka free hapa kwenye na penye kunaletea changamoto hapa mwishoni. Hakikisha ndio haya makosa tunayaongea kiubinadamu, ndio maana wao walikuja na hizo lugha ambazo kidogo zinafanya baada ya kuomba nafasi kwenye RAM inakuja unafanya kosa kama ile umeshaandika kodi unashindwa kuweka free,
haya ni masuala ya usaurifu kwenye uandishi wa kodi. Kwa hiyo ndio maana wao walikuja na automatic, lakini ni vyema uelewe mwanzo mwisho kwamba kipi kinaendelea hapa sasa, kwa sababu hii ndio akaunti yako inayotumika. Kwa hiyo sasa utaandika humu free, weka hiyo lamu uliyoiomba, baada ya kazi hii ifanye iwe free, sawa. Kwa hiyo ndio utaandika account humu ndani humu, account alafu account. Hapo utakuwa tayari, utakuwa sana. Baada ya kazi ikifanyika, lamu inamaliza, inafanya cleaning yenyewe automatic kwa kutumia hii kodi ya free. Inamaanisha kitu kimoja hapa juu, hii Maroc hii inaomba byte. Hapa tuelewe, hii inaomba byte ndani ya lamu yako, kwamba inaomba byte kadhaa, size of nafasi, sawa. Kwa hiyo sasa hii inaomba hii, ila hii hapa uta clean baada ya kazi yako, ndio maana tunaiweka clean. Usije ukasema kwamba mbona hujaandika hii tena, hapana. Hii ndio akaunti yako, ndio inafanya shughuli, hesabu zote zinapigika ni humu, na kazi zote zinazoandikwa ni humu, sawa. Hii ni nafasi ya kuweka sehemu. Kwa hiyo umeomba nafasi ya kuweka vile viboksi vya kutumia wewe ambavyo ni byte size of, ndio umeviomba wewe ili ufanyie kazi yako ambayo itakuwa ndani ya humu. Kwa hiyo ndio maana yangu. Kwa hiyo sasa ndio hivyo inavyo inavyotengenezwa class ndani ya lugha C. Nahisi hapo utakuwa, kama ulikuwa kuna kitu kimekuchanganya, nahisi hapo utakuwa umepata kitu kimoja au viwili kiundani zaidi. Na ni kiundani zaidi, hicho kiundani chini ya carpet. Hivi ndio hivi vinavyo, hii lugha ambazo zimekuja wanafuata hizi hatua 4 hizi. Sasa hii hatua hii ndio hii hatua ambayo tunakuja kuitengeneza ndani ya main, ambazo unaingiza objective zako. Hii ni object umeshaiingiza wao, umeomba. Kwa hiyo hizi zote hizi tayari ziko, na ambazo ndio hatua ya mwisho ambayo ndio hii hapa, ambayo wanakuja wanakwambia sasa hizi ulisi huu wa inheritance ni hizi. Sasa hapa ndio unaweka aina ya ulisi ambazo unakuwa unaziongeza, unaongeza. Kwa hiyo inachukua tabia ya nyuma, inachukua tabia ile, lakini kazi inayokuja ni mpya. Sijui umenipata hapo? Yaani hivyo ndio inavyokuwa. Yaani kazi ni ile, lakini tabia zinazokuja ni mpya. Kwa hiyo inakuja ina update huku, inaendelea na tabia ya nyuma ya mwanzo, huku inafuata tabia inakuja wana update. Ndio maana unaona Google ana update, wakati huo style ni ile ya nyuma, lakini kuna mabadiliko. Ndio hii hatua sasa ambayo inapokuwa, ndio hii inayotumiwa. Hii ndio hii hatua ambapo ukitengeneza hii mfumo wa OOP ndio wanafanya. Kampuni kubwa na si wanaotengeneza mifumo mikubwa wanatumia njia hii kutengeneza mifumo mikubwa ambayo nyinyi tunajua tunaiona ni bora zaidi ya maisha yanavyoenda. Kumbe wao wanapotoka ni huku, na ndio maana wengi wanaoelewa wanasoma hii lugha wakijua ndani wanachokifanya kitu gani. Niseme asanteni na Mwenyezi Mungu atubariki, tuendelee kupambana.